hii, pumzi hii umenipendelea. Yaani Mungu tu amekupendelea hivyo bure. Bwana asifiwe. Usielewe kama ni jambo la kawaida. Ukiambiwa uombe, wacha kuangalia watu. Hata sisi hatukuanza kuomba with 1 hour. Tulianza kuomba. Mimi remember kuomba kwanza nilienda kesha. Hiyo kesha ilikuwa kesha tu ya maombi. Mimi nilikuwa mpaka nahesabu time. Nahesabu 5 minutes. Yaani nilikuwa maombi yangu yenye ningeomba sana ilikuwa 5 minutes. Kwa 5 minutes mimi nafungua macho na mbele. Au nini wanasema? Kuli misi mambo ya kusema. Ale nakaa kitu kama 10 minutes. Maombi yenye nilikuwa nimeomba 5 minutes later naanza kurudia hiyo. Bwana sifiwe. Nashangaa watu wanaomba 1 hour aje. Sasa hivi ukiniambia niombe 2 hours. Hata nafurahia na nasema ni kidogo sana. Because kwa nini? I have that zeal to grow. Praise God. Bwana asifiwe. Have that heart. Enye nataka kujua Mungu. You know, tukiwa njaa tunakulanga chakula. Lakini ukitaka kuwa njaa ya kiroho, soma nini? Soma Biblia. Ukisoma hii Biblia unataka kujua Mungu, unataka kujua hapo mbele paliendelea aje. Unataka ili kujua more stories. Bwana asifiwe. Lakini nimesema kitu moja tu. Kama leo utakuwa kwa rally, tuambiwe omba. Tuambie tu Mungu ni asante kwa uhai. Last week on Monday, kuna jamaa alikuwa shule yetu. Lakini alikuwa mbele yangu sana alitoka 2025. Alitoka 2024, sorry. Alitoka 2024. And then mimi nimetokea job. And then tumegea niulizaje. Atinasikia na hapo na bus. Mimi nashangaa, ati kupasi. Nashangaa yani. Kuulizia hivyo nilikuwa nimepostiwa RIP. Nikashangaa sasa huyu mtu ametoka ako na mwaka mmoja nje. Sasa hivi amekufa. Sasa nikajiuliza ataenda wapi sasa? Because huyo mtu aliuliwa na Manchester City. Yes, Bible inasema that we don't judge. But nilijaribu kujiuliza that kama huyo mtu hakuwa na connection na Mungu, alienda wapi? Bwana asifiwe. Hebu atawe jiulize saizi ndio anahubiri hivi. Ikuwe ni siku yenye Yesu anarudi, utaenda wapi? Chini ya meza. Bwana asifiwe. Utaenda wapi? Ask yourself that question. Au turudi kwa Biblia. Kwa spirit of excellence. Kwa kuongeza kidogo. Lakini hope umeelewa kitu, si ndio? Tumesema that words can give life and words can kill. Iko in the book of Proverbs. So excellent spirit points to an inner equality before outwards successful spiritual. Excellent spirit points to an inner quality before outward success. Niwaambia inaanza ndani before outward success. Before you start doing things with integrity. Before you start doing things with faithfulness. That mpaka Bible imesema that ndio Mungu akubariki atakupatia kitu kidogo umanage. Ukiweza kumanage kidogo, usiweza kumanage hadi mingi. Lakini kama hii kidogo inakushinda, nadhani hata mingi atakupatia. Be faithful in whatever you are doing. That the spirit of excellence. Ukikuwa faithful, the spirit of excellence iko ndani yako. Bwana asifiwe. Praise God. Praise God. Amen. Excellence means integrity,
when unseen. Integrity when unseen. Ni nini unafanya wakati uonekani? Ni nini unafanya wakati uonekani? Mko na bahati kwa kuna CCTV. Sisi tulikuwa na CCTV iko pale kwa class. But hatuko na jalisho na CCTV imewekwa. But tulikuwa na tuambia that mimi kama Maina I must not do, sifai kufanya hivi, nafaa kufanya hivi. Integrity. Ni nini unafanya wakati hauonekani? Awasiu patron alikuwa anatuambia that mamake alimwambia that Lois, whatever you are doing wakati ambapo mimi siku jua there is a God who sees everywhere. Who sees everywhere. So maybe umepotelea ticha hapo hivyo, umeenda na hapo hivyo nyuma umefanya mambo yako. Ticha maybe anaweza kosa kukuona, yes. But biguni Mungu anakuona. Sawa sawa? Sawa sawa? Ya pili ni faithfulness with ordinary duties. Kama wewe ni prefect, are you faithful? Kama utasema ama mtu akuja atakwambia eti nivute kwa noisemaker na kupatia mali yangu kesho. Praise God. Praise God. Hata mimi for those 3 years nimeishi si chairman, na hiyo bado 3 years nimeishi kuwa prefect. Na sijawahi tikia kuhongwa na mtu ati nipatie na kupatia kamchere. Hapana. No. Because nilikuwa najua that I am doing wrong. Nafanya hiyo ni kitu mbaya nafanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Another thing is a heart governed by God. I know that Daniel was governed by God. Ndio maana hakuwa anafanya tu vitu ovyo ovyo tu. Wakati walikuwa wamekatazwa kuomba, alikuwa anaomba siku ngapi kwa siku? Siku ngapi? 5. Alikuwa anaomba siku 3 kwa siku. Mara 3 kwa siku, sorry. Yes, Daniel alikuwa anaomba mara 3 in a day. Wewe jiulize unaomba mara ngapi kwa siku?